Anacheza sana mipira kama vile alikuwa amechoka hivi mara baada ya dabi. Lakini baadaye Namungo akaanza kufanya makosa. Yale makosa akawaadhibu. Ilikuwa ni mechi ambayo pengine wananchi wangeshinda si chini ya magoli 3. Na ilikuwa ni mechi ipo ya upande wao kwa asilimia kubwa zaidi, kwa sababu mechi ambayo Yanga walienda kuicheza dhidi ya Namungo, first half ukiwaangalia wananchi wa Afrika kuna namna timu ilikuwa ina struggle mpaka half time. Mechi ni bila. Utatazama zaidi namna gani Yanga baadhi ya maeneo bado unaona chemistry ya timu haijaenda bado kupatikana. Kwanza ni eneo la midfield, ndio muhimili wa timu. Unahitaji wachezaji wawe na uwiano mzuri zaidi ya kiuchezaji. Muunganiko mzuri wa timu bado ulikuwa hujapatikana. Utamuona Albert Kangwanda eneo la pembeni, lakini pia Tule alianza, lakini ukitazama Maxim pia Zingel, Duke Abuya pamoja na Casemiro eneo la midfield, utaona kuna kitu ambacho bado kilikuwa kinatengenezwa. Lakini superb kiwango ambacho ni kizuri kwa asilimia kubwa kwenye timu kilienda bado kupatikana kupata ushindi mzuri. Lakini utatazama eneo zaidi la fezi ya kwanza ambapo Yanga walikuwa wanajenga mashambulizi zaidi, eneo ambalo alienda kuanza bwana mdogo Casemiro mpaka dakika 65 Casemiro alikuwa kwenye performance bora sana. Utatazama zaidi anapopokea mpira, lakini utulivu alionao, kasi, lakini pia uthubutu wa kujaribu kitu kitokee. Anapopokea mali eneo la midfield, scanning yake ya kujua mpinzani wake yuko wapi muda huo, then angalia anavotani na kubadilisha mwelekeo kwa haraka zaidi, anapiga pasi kwenda mbele kwa haraka zaidi, zilikuwa zinawapa faida zaidi Yanga kwenye eneo lile. Lakini alipokuja kuingia Zakwani, tunaona Yanga walienda kubadilika zaidi aina ya kiuchezaji. Utamwangalia Peter Shalulile, mikimbio yake sahihi anapotokea pembeni ilikuwa inaenda kuwapa madhara makubwa zaidi Namungo. Then utatazama zaidi eneo ambalo anacheza Maxim pia Zingele eneo la midfield, sio? Alikopa anatengeneza nafasi kwa asilimia kubwa zaidi. Akiwa na mali mguuni, anao uwezo wa kupunguza zaidi ya wachezaji 3 hadi 4. So ilikopa inawapa faida zaidi ya wananchi kwenye eneo la midfield. Then kiungo kilipokuja kuimarika, ukaona mabao yakaanza kuzalishwa eneo lile. Na Zakwani of course kwenye ile mechi pia alikuwa na performance bora. Licha ya kuingia dakika chache za mwisho, lakini uliona kuingia kwake kuna uthubutu wa mechi ulienda kubadilika zaidi kwenye ile mechi. Kwa hiyo unaiona ni Yanga ambayo bado inaendelea kujengwa chini ya kocha mpya ambaye yupo hivi sasa, lakini kwenye ile mechi walikuwa na performance bora ambayo ilienda kuwapa faida ya kupata ushindi mzuri ambao walienda kuupata. Lakini unaona bado timu kuna vitu ambavyo vinakuwa vina miss. Eneo la namba 10 unaona kuna vitu vina miss, lakini pia fezi